Ndugu mtazamaji wa chaneli ya pendwa kabisa ya EAGT Mlima wa Moto Isaka, ninapenda kukusalimia kupitia jina safi na takatifu la Yesu Kristo. Majira haya ni asubuhi ya baraka ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu, na tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu aliye hai asubuhi hii ya leo. Nipende nikukaribishe sana kwenye ibada ya leo asubuhi, ambayo tutakuwa na ibada nzuri na maarufu kabisa ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na siku za mwisho tumepoteza roho na kweli. Watu wengi hawafanyi ibada katika roho na kweli. Wameingiza mambo yao wenyewe na wameingiza elimu zao wenyewe, wakisahau kwamba Mungu ameifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upuuzi na upumbavu. Kwa hiyo tunapokuwa tumeingia mbele za Mungu, huwa Mungu anatamani kuona unyenyekevu wetu mbele zake. Tumeshuka, tumenyenyekea, na tunaruhusu Roho Mtakatifu atawale mawazo yetu. Na anapotawala mawazo yetu, hapo ndipo tunaweza tukapata connection nzuri baina ya sisi na Mungu, na tukaanza kupata faida nyingi sana zinazotoka katika ufalme wa Mungu, kwa sababu tumemruhusu Mungu atawale mawazo yetu. Lakini shida inayokuwepo leo hii, watu wengi hawathamini kuabudu katika roho na kweli. Ngoja nikwambie ndugu mtazamaji, siku moja Yesu atakaporudi, watu wengi sana wataachwa duniani kwa sababu tu ya hali hizi za kupuuza. Leo ibada wameifanya kuwa nyepesi, wameingiza mambo ya kimapokeo, wamekuza mapokeo ya kibinadamu kuliko kukuza neno la Mungu. Hawathamini Biblia, hawathamini neno la Mungu, hawaliheshimu neno. Na kwa sababu hiyo hawaliheshimu neno, matatizo makubwa yamekabili kanisa la Kristo duniani. Na mpaka ninapozungumza sasa hivi, ukiangalia hali halisi ya kanisa kwa sasa inatisha. Makanisa la Kristo duniani kwa sasa limeacha njia. Ni jambo la kusikitisha sana unaposoma maandiko, halafu naangalia na hali ya kanisa jinsi ilivyo. Kwa kweli inatisha, kuanzia ngazi za juu mpaka chini. Hali sio nzuri. Na ndio maana tunasema kwa wale ambao bado tumebakia, tunamtafuta Mungu katika roho na kweli, tupende maombi, mikesha, lakini pia tuthamini kila neno. Halafu kila neno tulipe uzito unaostahili. Maana mpaka leo watu wengine mnaona mambo yamekuwa ni mengi, makorokoro mengi, mpaka madhabahuni pamekuwa ni mahala pa starehe, na kati ni mahali pa kuabudia. Watu hapo wamepandishiana matamaa, maroho ya uzinifu yamezunguka. Na kwambia leo, kama tungepewa, na wewe mtazamaji ungepewa darubini ya kiroho, jicho la rohoni, ungeona hali ilivyo mbaya katika kanisa la siku za mwisho. Wamebakia wachache, na ni watu baki kabisa, na hawajulikani wengine. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ni kwamba tunahitaji neema ya Mungu, tumkaribie Mungu kwa uchungu. Hali ya sasa si nzuri. Najiuliza hata kizazi kitakachokuwepo baada ya sisi ni hatari zaidi kama parapanda itakuwa haijaria. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unaweza kaona kwamba kama tungetangaza misiba ya rohoni, tungekuwa na maziko makubwa kuanzia ngazi za juu. Ni maiti nyingi, zingekuwa ni maiti nyingi sana za kiroho. Watu walishakufa, wamesubiri maziko tu. Kwa hiyo naomba mtumishi wa Mungu, kama ni ibada, ithamini. Weka kiu ya kweli ya kumwabudu Mungu. Mtukuze Mungu na usimuache. Mungu ni baba yako, na wala usipange kumuacha. Mthamini, muheshimu, na utakapomtumikia naye atakuheshimu, atakutambulisha, atakubariki, atakuinua. Kwa hiyo cha msingi ndugu mtazamaji, simama na neno la imani. Haijalishi hata kama unaona nana na haribu, pengine ni mchungaji wako, pengine ni askofu, wewe usifuate upumbavu, fuata neno la Mungu. Tuna mfano hai wa Yesu Kristo pamoja na manabii na mitume, wale wa zamani, sio hawa sasa hivi, wale wa zamani ambao Mungu alikubali maisha ya wale watu wa zamani na unyenyekevu wao wawe kipimio cha Ukristo wa siku zetu hizi. Ule msingi wa mitume na manabii katika Efeso sura ya 2 mstari wa 20, ule msingi ule ni mmoja, sio misingi. Tuna msingi mmoja wa mitume na manabii, na bahati mbaya ule msingi hauongezwi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tuna kioo cha kujipima, na tunaposogea mbele za Mungu tunayachunguza maisha yetu. Nitamani sana kusema na wewe, lakini muda wa ibada umefika. Asubuhi ya leo Jumapili, naomba nikukaribishe. Karibu sana Mlima wa Moto. Tuko hapa Isaka Ntunguru, katika halmashauri ya Msarara, manispaa Kahama, mkoa wa Shinyanga. Tuwakaribishe sana, karibuni sana ndugu mtazamaji, na usisahau kusubscribe. Endelea kusubscribe ili kusudi uendelee kupata kila tunapotoa klipu zinakufikia kwa wakati. Tuna mpango wa kuendelea kutanua na kufanya maboresho makubwa, lakini bado kutokana na mitambo yetu ambayo tunayo kwa sasa, tunatumia mitambo ambayo ni ya kawaida kabisa, lakini maono yetu ni kutengeneza mambo makubwa ili kuufikia ulimwengu tuuthibitishie kwamba Yesu bado yupo. Na hata kama wangezuka watu wakasema Yesu hayupo, tutakataa na tutabisha. Hata dunia nzima iseme kwamba Yesu hayupo, mimi peke yangu nitasema Yesu yupo.
Kwa hiyo simama, ndugu mtumishi wa Mungu, mtazamaji wa channel hii ya EAGT, usiogope mabaya, usiogope chochote, usiogope. Kwani tumebakia wapi? Tumebakia wapi mtumishi? Tumebakia wapi? Wangapi wamekufa unawatazama? Wangapi wamekufa unawafahamu na wamesoma kuliko hata wewe? Duniani tumebaki wapi? Tumebaki na Yesu tu. Kwa hiyo simama na Yesu, naye Yesu atasimama na wewe. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe, karibu na usipange kukosa na usichelewe. Kuchelewa ni makosa, kuchelewa ni dhambi kubwa mbaya. Kuchelewa manake unafanya kwamba Mungu ni mdogo wako, Mungu ni shemeji yako. Nakwambia muheshimu Mungu naye atakuheshimu. Wahi ibadani, narudia tena, wahi ibadani. Wahi ibadani. Wahi ibadani. Thamini ibada. Acha hiyo kujua ulionao, mimi najua, mimi nimesoma, mimi nina elimu, mimi ninazo pesa na zingine ziko benki. Acha hiyo kujua, haitakusaidia mtumishi. Siku zinakuja. Siku zinakuja. Ajaye anakuja wala hata kawia. Wahi ibadani. Na Mungu wetu aliye juu akubariki sana. Turudishe heshima ya kanisa iliyopotea. Turudishe heshima ya kanisa iliyopotea. Turudishe heshima ya kanisa iliyopotea. Na inawezekana, inawezekana. Mungu aliye hai akubariki sana. Nimebarikiwa. Ngoja nikuombee baraka. Baba yetu na Mungu wetu, mtazame msikilizaji huyu na mtazamaji huyu ambaye amesikiliza klipu hii. Baba, najua kwa namna moja ama nyingine ameongezewa kitu cha kutafakari katika maisha yake. Nikuombe Mungu mbariki na kila alichokisikia, ukihuishe ndani yake kikawe hai pamoja naye. Na ninaamini Bwana wa uzima, kwa neno lako ulimwengu huu tutaushinda. Kwa maana Mathayo 16 mstari wa 17 mpaka 20, kanisa lililojengwa juu ya mwamba, hakika milango ya kuzimu haitalishinda. Na umelipa funguo ya kufunga na kufungua. Naomba nikushukuru wewe Bwana kupitia jina la Yesu. Amen.